Labda kama una lingine. Sina lingine. Wewe sema tu yamefika, yafike, yasifike, hiyo mimi nimeshafikisha. Wanasema hii dunia ipana. Lakini ipo katika umbo la duara. Lakini ndani yake katika dunia kuna vitu vingi sana. Kuna binadamu, kuna wanyama, kuna miti, kuna magorofa na siwezi kuvitaja vyote kwa sababu sitaweza kuvimaliza. Shangazi. 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 Nimekuita mara 3. Usifunge mwenyeji, nimekuja safari wapi tena? Niko nataka niende nikamsalimie mama mara moja hapo mume wangu. Naomba funguo. Basi poa baadaye. Haya. Poa. Mume wangu, nitaka kusahau. Tutu alikuja hapa. Amelalamika mno mume wangu. Hivi unajua amekuja na jazba. Anasema wewe uko mtaani, unamsingizia mambo ya hovyo, unamwalibia jina lake. Mume wangu vibaya hivyo. Hivi ni kweli unafanya hivyo? Unamsingizia mwenzio mambo ambayo hajafanya? Mimi nikiri tu kwamba kama kumfuatilia kutokana na swala alilolifanya la kuchukua hati kwa mke wake ambaye ni mpo wangu mimi nafanya vibaya. Nakiri kuwa ni kweli namfuatilia na nafanya vibaya. Hiyo ni kwa upande wake yeye. Kwa hiyo kama amekuja hapa akakutana na wewe, akayaongea hayo aliyoyaongea kwa lengo la kuja kunifanya mimi kama mtuhumiwa, yani kama mimi ndo mwenye makosa, amefeli. Nina kila sababu za kumkomalia Tutu arudishe hati kwa mke wake. Kwa sababu Tutu mimi naamini ni mchawi. Yule ni mjita. Wajita wana asili ya kunyunyiza. Na siamini katika hali ya kawaida. Yaani tu mpwa wangu atoe hati ampe yeye bila sababu za msingi. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni kweli namuandama sana Tutu. Na lengo langu mimi airudishe ile hati kwa hiari yake. Tofauti na hapo sitaacha kumuandama. Nitamfatafata ili mradi arudishe haki ya mjomba wangu. Sio hali ya kawaida. Wewe uliona wapi mwanamke anatoa kitu kikubwa kama hicho? Wakati sisi ndo tunatoa watoaji. Na muandama Tutu kwa sababu hiyo, hakuna kitu kingine. Sasa kama akaja hapa kajiongelesha na amekukuta wewe anakuchukulia wewe kiande, amekurubuni na maneno yake, labda ameonyesha ujasiri wake, anajiona kwamba yeye ndo mwanaume sana kuliko mtu yoyote, atapambana na mimi. Atapambana na mimi. Hiyo mimi ndo nakwambia. Wewe nenda unapokwenda. Na kwa taarifa hizo ulizonipa, hapa mimi nafunga huu mlango. Nitatoka. Funguo nitaiacha pale kwa jirani. Kama nikiwahi mimi kurudi itakuwa sawa, ukiwahi kurudi utaichukua kwa jirani kwenye funguo. Isipokuwa kutoka kwangu nafanya msako. Naenda kumsaka yeye. Na sitaki niende nyumbani kwake. Najua muda huu hatakuwepo. Nikikutana naye barabarani, kuna mambo mazuri nitayaongea. Akirudi tena hapa, mimi sio mimi. Yaani mimi sio mimi. Itakuwa ndo mwanzo na mwisho. Zaidi nitakuwa natoka mimi hapa kwenda kule. Yule angekuwa mwanaume wa kweli asingekuwa anakaa kwenye nyumba ya mpwa wangu. Wangetoka pale, ile nyumba wangepangisha, akamchukua yeye kama mwanaume kweli alijali, wakaenda kupanga, wakaishi maisha yao mengine. Sio kuishi pale. Sawa mwanangu, hiyo ndio makini. Sawa, ndio makini. Umakini wa nini? Kwani tunapigana vita hapa mimi? Usitaka kuloga bana. Hapana, mimi na nani haki ya mpwa wangu? Wewe mambo ya kulogana, kuloga watu wamerogana zamani bwana, sio sasa hizi. Wewe vipi? Tutu. Ndio mimi Tutu. Mjita original. Mjita OG kutoka kanda ya Ziwa. Wala sio mjita wa Pwani. Kuna jita wa hapa pana jita wa Pwani. Acha nikupe hongera. Hongera nini tena ndugu yangu? Nakupa hongera. Kitendo cha mwanamke kuchukua hati ya nyumba akakukabidhi, kitu ambacho ni cha thamani zaidi, anakukabidhi wewe. Ambapo mimi nimetembea na wanawake 100, kati ya wanawake 100, hata mwanamke mmoja hakuwahi kutokea akanionga singlet ama boxer, vitu ambavyo ni vya buku mbili. Lakini wewe mwanamke anachukua hati, anakuonga. Wewe Tutu, umeloga wapi? Ni mganga gani ulienda akaloga ili na mimi unipeleke nipate na mimi kumloga japo hata mwanamke mmoja ambaye atakuwa ananionga na mimi niwe kama wewe? Tutu, nionyeshe baba, nionyeshe. Kwa hiyo wewe unaamini masuala ya kishirikina?
Kupitia wewe? Lazima niamini. Wewe si mloga. Lazima niamini. Uchawi upo Etutu. Basi kama unaamini nenda. Etutu. Mjita. Kwa uchawi huyu naye. Musi Mwatala. Unasema umekutana naye. Majibu yakoje? Yaani nimemshawishi lakini hajaniambia chochote. Zaidi alikuwa na stress nyingi sana. Kwa hiyo hajakwambia ameenda kwa mganga gani kwa ajili ya... Hajaniambia ameenda kwa mganga gani wala ameloga kwa mganga gani, hajaniambia chochote. Sawa. Inawezekana hajakwambia chochote kwa sababu ya wewe mwenyewe jinsi ulivyokuwa umemuuliza. Na bahati mbaya toka nimefahamiana na wewe sijajua wewe ni mtu wa mkoa gani. Sumbawanga. Ndio maana. Ni hivi. Siku zote unapotaka kujua jambo la mtu hasa lililo zito na lililo ndani ya siri yake, lazima uwe na utayari wa yeye kumfanya awe karibu yako. Ishi kwenye maisha yake. Mfano, Etutu, mambo vipi ndugu yangu? Bwana samahani, imekuwaje umefanikiwa kupata hati kutoka kwa mkeo? Mimi ni mwanaume mwenzio. Kama umetumia uchawi basi na mimi nielekeze niende kwa huyo mchawi ili niweze kupata mahitaji yangu hata kwa mwanamke wangu. Ungetumia hii lugha akakuangalia usoni ukavaa uhusika kama mtu ambaye unaigiza kwa kitu fulani. Na imani yange kwambia kila kitu. Lakini wewe inaonekana umeenda hip hop. Watoto wa mjini wanasema kigumu zaidi. Inawezekana umeongea vile unavyojisikia. Na ndio maana hata yeye umemwona kama ana stress na kukujibu vizuri. Sasa niseme, nataka kuelekeza kitu. Mimi Kitimu, nataka jamii isinishangae kwa nini kwenye hili nalisimamia kidete. Yule Sonia ni mpwa wangu, mtoto wa marehemu dada yangu. Wakati wazazi wake wanakufa, walimwachia mali nyingi sana, ikiwemo na nyumba. Nayo nyumba watu walikuwa wanataka kukwala. Unajua maisha tulionao sasa hivi watu hawana huruma hata kidogo. Walitaka kugombea vitu vyote ili wamnyime haki zake. Wakiamini yule ni mtoto wa kike na kwa sababu ameolewa basi hatoweza tena kupata kitu cha namna ambayo yeye anatakiwa kukipata. Mimi nikasimama katika familia, nikasema hapana. Chukueni vitu vyote ila hii nyumba iwe haki yake. Nikafuatilia, nikaipata ile hati, nikaenda kwa mwanasheria, nikabadilisha kila kitu. Yaani tunasema kitaalamu haki zote zipo katika hati. Nikamkabidhi, nikamwambia Sonia, hii hati yako. Maana yake nyumba ni ya kwako. Kama itatokea kwa bahati mbaya kwenye maisha yako ya ndoa, ukaja ukaachika, basi nyumba itakusaidia kwenda kujistiri, ukaishi. Kama kuna vyumba 2, 3, pangisha, maisha yako yaendelee. Imenisajabisha sana kuona yule Sonia anaitoa haki yake na kumpa haki mwanaume wake. Kitu ambacho mimi sioni kama ni kitu chema. Sioni kama kuna urahisi hapa. Hapa kuna uchawi. Yule mwanaume atakuwa ametumia uchawi anaojua yeye. Ameenda kwa mganga kwa sababu wapo waganga ambao wanaagua. Lakini pia wapo waganga ambao ukitaka shida yako itekelezeke kwa njia ya kwenda kumuathiri mtu, wanakutimizia mahitaji yako. Mimi niseme kitu cha mwisho kutoka kwangu mimi. Naondoka zangu. Lakini wewe bado nitakukabidhi kazi nyingine. Na hili nitalisimamia mpaka nijue hatima yake. Sitakubali nimekoswa na uchawi mwingi kwenye familia yetu kwa sababu watu walikuwa wanataka ile hati ya nyumba ambayo yeye anaimiliki yule mwanamke. Sitakubali. Lazima itarudi mikononi mwa nani? Mpwa wangu. Usichoke, tutakutana siku nyingine nitakupa maagizo mengine. Unataka tufe wote? Mania. Ndio mjomba. Tutu. Naam mjomba. Mimi nakukubali sana. Na katika hili ambalo nataka kulizungumza sasa hivi, nilishawahi kulizungumza. Kwa hiyo ni marejeo. Lakini yana Kiswahili kingine ama yana mwelekeo mwingine. Ni hivi. Kwa nini uchawi uliotumia kwa kumloga mjomba yangu Sonia mpaka amefikia wakati akakupa hati, usingeutumia huo uchawi kwangu mimi, yani ukaniloga mimi ili nami niwe sehemu ya watu ambao unaweza kunipumbaza na nisiweze kukumbuka chochote ili nisiwe msumbufu kwako? Mjomba, hapo utakuwa unaonea.
ukiniambia mimi nimemloga Sonia, hapo unanikosea, kwa sababu Sonia mimi ni mke wangu na hata pia wewe ni mjomba wangu. Nyinyi wote ni moja ya familia yangu. Mimi naanzaje kuwaloga sehemu ya familia yangu? Kwako wewe imewezekana. Imewezekana vizuri tu. Na ndio maana umefanikiwa. Mashallah. Bwana Itutu. Kongore. Asante sana. Hapo mjomba unanonea. Nipe nafasi kwa sababu mimi ni mjomba wako. Hapa nipo kwa ajili ya kukukanya, kukusema na kukujenga. Iko hivi. Hakuna binadamu yoyote mwenye akili zake timamu aliyetimiliwa akaamini from nowhere kwamba mwanamke anaweza kutoa kitu chake cha thamani muhimu kwenye maisha yake na kumpa mwanaume kwa lengo la kuonga. Haiwezekani. Na hili limewezekana kwa upande wako wewe kwa sababu ya huo ushirikina ambao mimi nauzungumzia. Kwa kawaida sisi Wabantu wa Afrika, Watanza zedi, tunajizungumzia sisi. Wanaume sisi ndo watu tulio sahihi kuwaonga wanawake, kutoa vilivyo vyetu kwa sababu sisi ni watashi. Tuna mahitaji fulani katika kuwapa hivyo vitu. Unampa kitu mwanamke ili upate hitaji lako kutoka kwake. Na ndivyo ilivyozoeleka kwa asilimia 99.9 na chembe zake hapo juu. Iko hivyo na wewe unaelewa. Sasa inakuwaje eti mpwa wangu mimi Sonia na akili zake timamu atoe hati akupe wewe kwa mapenzi tu, eti mahaba tu, kitu ambacho hakiwezekani mimi akiniingia akilini. Ninachokiamini kwamba wewe umefanya ushirikina wa namna moja ama nyingine. Unajua ushirikina upo wa namna nyingi. Upo wa mazungumzo, upo wa kunyunyiza, upo wa namna nyingi. Siwezi kukufundisha kwa sababu ni miongoni mwao. Sasa, na ndio maana hili nalikanya. Sitaki liwe katika huo utaratibu. Niloge na mimi ili nisikusumbue. Nataka iwe hivyo. Si kama unanielewa vizuri. Na kwenye hili nahitimisha. Usishangae. Sitaacha kukuandama kwa sababu nina imani kitu ambacho kimefanyika hapa si chema kwa Sonia, kwangu mimi, yani kwa ujumla kwenye familia. Itakapotokea kuna vitu vingine nataka kuvizidisha vinavyotaka kukuathiri wewe, usije kashangaa. Asante sana. Usije kashangaa chochote. Mjomba. Mjomba. Itutu mwangu, basi sikuelewi. Na utanielewa.